Most of people have different perception about the meaning of life. Today, I'm coming with the greatest mind like Steve Jobs, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Socrates, Aristotle, Stephen Hawking, and Pablo Picasso, describing the meaning of life according to their perception. Before giving their perception, let me dive in human aspect to describe the meaning of life. So first you should ask yourself, what is life? In Swahili, nini maana ya maisha? Maana ya maisha haina jibu moja lililokubaliwa na kila mtu. Inategemea unauliza nini, anaishi vipi na anaamini nini. Lakini kuna mgawanyiko wa mitazamo mikuu. Mtazamo wa kwanza ni mtazamo wa kidini. Dini nyingi hususan dini za Kiebrania, Ukristo na Uislamu ni dini ambazo tumekulia na tunaziishi. Unasema maisha ni kumjua Mungu, kumtumikia, kuishi kwa maadili, kujiandaa kwa maisha baada ya kifo. Hapa maana ipo nje ya mwanadamu, tayari imeshawekwa. It means that the Heavenly Father is already set the meaning of our life. Hivyo basi mwanadamu anatakiwa kufuata agizo hilo. It is limited law from heaven. Mtazamo wa pili ni mtazamo wa kifalsafa. Wanafalsafa kama Friedrich Nietzsche walisema maisha hayana maana ya asili, binadamu ndiye anayeipa maana hiyo. Hivyo basi kifalsafa maana ya maisha ni kuumba maana yako mwenyewe, kuishi kwa uhalisia, yani authenticity, kukubali mateso kama sehemu ya ukuaji. Maisha sio kupewa jibu, bali ni kazi ya kuunda jibu. Tukifanya uwiano, tunaona kuna ukinzani mkubwa kati ya mtazamo wa kidini na kifalsafa. Basi hapo ndio maana the meaning of life have misunderstanding between different people. Na mtazamo wa tatu ni mtazamo wa kisayansi. Sayansi haisemi kwa nini, bali ni vipi. Maisha kisayansi ni matokeo ya mageuzi. Ukirejea kwenye historia utaona mwanadamu amepitia mageuzi kadha wa kadha hadi kufikia karne hii ya 21. Lengo la kiasili ni kuishi na kuendeleza kizazi. Hapo nyuma zimepita generation nyingi hadi kufikia hii leo. It means tumerithi vitu, tumevikuta na kuzidi kuviendeleza for the next generation. Lakini science huacha swali la maana wazi kwa watu binafsi. Ni kwa sababu science inaprove tatizo kwa kutumia vivid evidence. Aspect ya nne ni aspect ya kisaikolojia. Kisaikolojia, mtu hupata maana kupitia mahusiano, malengo, kuwajibika, kuweka thamani kwenye kile anachokifanya. Mwanasaikolojia Viktor Franklin alisema mtu anaweza kuvumilia karibu mateso yote akiwa ana maana. So if you don't get the meaning of your life, you are going to lose yourself. Mtazamo wa tano ni mtazamo wa uhalisia mkali, existentialism. Maisha hayana haki, ahadi, uhakika, lakini ndani ya hilo mtu ana uhuru wa kuchagua, kupenda na kupambana kuacha alama, yani legacy. Na baadhi ya aspect ni kama aspect za utamaduni na kijamii. Hizo nazo zinampa mtu